Na mtazamaji wa Arise Habari, karibu katika habari za kimataifa. Langu jina ni Samson Kesi. Mahakama ya kikatiba nchini Korea Kusini leo imetupilia mbali uamuzi wa bunge wa kumuondoa waziri mkuu Han Duck-seo na kumrudisha rasmi katika wadhifa wake kama kaimu rais. Han alishika nafasi hiyo baada ya Rais Yoon Suk Yeol kuondolewa madarakani kutokana na kutangaza sheria ya kijeshi mwezi Disemba mwaka jana, hatua iliyosababisha mgogoro mkubwa wa kisiasa nchini humo. Katika hukumu yake, mahakama hiyo ilipiga kura 7 kati ya 1 kutengua uamuzi wa bunge, ikieleza kuwa matendo ya Han hayakukiuka uaminifu wa umma na hivyo hakustahili kumuondoa madarakani. Mara baada ya hukumu hiyo, pia Han alirejea kazini na kutoa ujumbe wa moja kwa moja kwa taifa. Katika hotuba yake kwa taifa, Han alisema atazingatia maslahi ya taifa lote na watu wake na kusikiliza kila sauti ili taifa lao lisonge mbele katika zama za busara na mantiki, huku akiomba kwa dhati ushirikiano kutoka pande zote za kisiasa ili taifa hilo lishinde mgogoro huo na kusonga mbele kwa maendeleo. Aidha, Han aliongeza kuwa kipaumbele chake kikubwa ni kukabiliana na changamoto za kiuchumi, hasa mvutano wa kibiashara duniani ambao umeongezeka kufuatia kuingia madarakani kwa rais wa Marekani Donald Trump. Uamuzi huu wa mahakama umetolewa wakati taifa hilo likiwa limegawanyika kisiasa, huku maandamano makubwa yakiendelea yakijumuisha wanaomuunga mkono Rais Yoon na wale wanaompinga. Kesi dhidi ya Rais Yoon imekuwa ikisubiriwa kwa muda mrefu zaidi katika historia ya mahakama hiyo, na ikiwa ataondolewa rasmi madarakani, taifa hilo litalazimika kufanya uchaguzi mpya wa rais ndani ya siku 60. Kwa upande mwingine, wabunge wa upinzani walioanzisha mchakato wa kumuondoa Han madarakani wanakosolewa kwa hatua yao ambayo imetajwa kuchochewa na siasa na hivyo kusababisha taifa kukosa uongozi thabiti kwa kipindi kifupi. Kurejea kwa Han ofisini kumeongeza wito wa maridhiano na utulivu wa kisiasa, huku taifa hilo likiendelea kusubiri kwa hamu uamuzi wa mwisho kuhusu hatima ya Rais Yoon. Meya wa Istanbul Ekrem İmamoğlu ameteuliwa rasmi kuwa mgombea urais wa chama kikuu cha upinzani nchini Uturuki cha CHP jana Jumapili, licha ya kukamatwa na kuwekwa mahabusu mapema siku hiyo, akishtakiwa kwa tuhuma za rushwa na ugaidi ambazo amezikanusha vikali. İmamoğlu alipata kura nyingi kutoka kwa wanachama milioni 1.6 wa chama chake, huku pia akipata zaidi ya kura milioni 13 za ishara kutoka kwa raia wengine wa Uturuki. Jambo hilo lilionyesha umaarufu wake mkubwa kama mpinzani mkuu wa Rais Recep Tayyip Erdogan. Kukamatwa kwake kumezua maandamano makubwa nchi nzima kwa siku 5 mfululizo, ambapo mamia na maelfu ya watu wamejitokeza kupinga hatua hiyo na kudai aachiliwe, wakikosoa serikali ya Erdogan kwa kutumia kesi hiyo kisiasa ili kumzuia mpinzani mwenye nguvu. Hata hivyo, uwezekano wa kugombea kwake urais bado hujulikani, kwani uteuzi wake rasmi utahitaji kuidhinishwa na tume ya uchaguzi nchini humo, ambayo kwa sasa inaaminika kuunga mkono serikali. Rais Volodymyr Zelensky ametoa wito kwa washirika wa Ukraine kuongeza shinikizo zaidi kwa Moscow ili kusitisha vita kufuatia shambulizi la droni la Urusi lililosababisha vifo vya watu 7 usiku wa kuamkia Jumapili. Akizungumza kabla ya mazungumzo kuhusu usitishaji mapigano nchini Saudi Arabia kati ya wajumbe wa Marekani na Ukraine, Zelensky amesema ni lazima vikwazo dhidi ya Urusi viimarishwe ili kuzuia mashambulizi zaidi, na kuongeza kuwa wiki hii pekee silaha zaidi ya 2600 zilitumiwa dhidi ya Ukraine, nyingine zikiwa na vipuli kutoka nje. Hata hivyo, Urusi imesema mazungumzo hayo yatakuwa magumu na kwamba ndio kwanza yanaanza, huku suala kuu likiwa makubaliano ya awali kuhusu kusafirisha nafaka kupitia Bahari Nyeusi. Marekani imesema ina matumaini na mafanikio kuhusu usitishaji mapigano katika eneo hilo, ingawa awali Rais Putin alikataa pendekezo la kusimamisha vita kabisa kwa siku 30, akipendekeza badala yake kusitisha mashambulizi kwenye vituo vya nishati pekee. Raia 3 wameuawa katika shambulizi la makombora lililofanywa na kikosi cha RSF katika eneo la Omdurman karibu na Khartoum, siku 2 tu baada ya jeshi la Sudani kutoa tena ikulu ya rais katika mji mkuu huo. Mashuhuda walisema mashambulizi hayo ni miongoni mwa mashambulizi mabaya zaidi katika miezi ya karibuni, ambapo watoto 2 na mwanamke mmoja waliuawa huku wengine 8 wakijeruhiwa. Tangu Aprili mwaka 2023, vita kati ya jeshi la serikali na RSF vimesababisha vifo vya makumi ya maelfu ya watu, huku watu milioni 12 wakilazimika kuyahama makazi yao na kuibua mzozo mkubwa wa njaa na ukimbizi duniani. Licha ya jeshi kupata ushindi muhimu mjini Khartoum, wachambuzi wanaonya kuwa mapigano yanaweza kuendelea kwa muda mrefu kutokana na RSF kushikilia maeneo mengine nchini humo
na kuendelea kushambulia raia hasa katika jimbo la Darfur. Waziri Mkuu mpya wa Canada Mark Carney na mpinzani wake kutoka chama cha Conservative wamezindua kampeni zao za uchaguzi huku wakionyesha msimamo wa pamoja wa kupinga vita vya biashara vya rais wa Marekani Donald Trump na vitisho dhidi ya uhuru wa Canada. Kauli za mara kwa mara za Trump kwamba Canada inapaswa kuwa jimbo la 51 la Marekani na hatua zake kali za kibiashara zimeibua hasira na kuongeza uzalendo nchini Canada, jambo ambalo limekipa nguvu isiyotarajiwa chama cha Liberal cha Carney. Carney amesisitiza azma ya Canada kulinda uhuru wake, akisema hawatoruhusu hilo litokee na kuelezea kampeni hii kuwa muhimu katika kulinda rasilimali, ardhi na utambulisho wa taifa hilo. Uchaguzi wa tarehe 28 April sasa utazingatia zaidi ni chama gani kina uwezo mzuri wa kukabiliana na vitisho vya Trump badala ya masuala ya ndani kama uhamiaji, makazi na kujiuzulu hivi karibuni kwa aliyekuwa waziri mkuu Justin Trudeau. Mtazamaji, na hapo tumefika tamati ya habari za kimataifa. Ulikuwa nami Samson Kesi. Endelea kutazama Arise Habari kwa habari zaidi.